La polisi kanda maalum Tarime Rorya. Nasikitika sana kwa haya matendo mnayoyafanya. Jeshi la Tanzania, jeshi la polisi Tanzania, tunaumizwa sana kwa haya mnayoyafanya. Jeshi la polisi Tarime Rorya, naona taarifa yenu mlioitoa inayohusiana na sakata la jana. Mmekuwa upotoshaji wakubwa sana, waongo sana. Hamwezi kusema kwamba mlifanya ukamataji wa kisheria na wa kikawaida kwa watu mlio wakamata jana, na ikapelekea watu kutaka kufuatilia kwa kile mlichokifanya. Mimi nawajibu. Na hisi mwanzo nishawaambia kwamba mimi siogopi kufa, niko tayari kufa, lakini nife kwa haki. Itakuwa dhambi mimi kufa kwenye kuuawa kwa ajili ya mke wa mtu, na itakuwa ni aibu kuuawa kwa sababu nimeiba cha mtu. Lakini nikifa kishujaa sio aibu. Kuna wanajeshi wa Tanzania walishawahi kufa nchini Kongo kwa ajili ya kulinda na kuleta amani nchini Kongo. Walikufa kishujaa. Inakuwaje mimi nikifa kwa ajili ya nchi yangu? Nina maumivu moyoni mlichonifanyia mimi kwenye familia yangu. Nina maumivu moyoni mlichonifanyia mimi kwenye familia yangu. Haikuwa kwenye fujo, haikuwa kwenye maandamano, hakuwa kwenye kundi la mabodaboda. Mimi mwenyewe si bodaboda, na wala sikuwepo na wala sikuhusika. Napenda niwajibu hili. Hamwezi kuwa mnateka wa Tanzania, hamwezi kuwa mnaumiza wa Tanzania halafu mnapotosha. Ikumbukwe kwamba Tanzania kuna wimbi la utekaji. Mlipoenda kumteka Jumaidi, mlitegemea wananchi wafanye kitu gani? Takriban watu 10 na kitu sirali hii wamekamatwa na kupotea mpaka leo hii. Sinda Nyangole Geteba, Nyangoko Kina. Juzi mmemchukua kijana mmoja anaitwa Kimasi na mwenzake. Na wengi sana. Mlitegemea wananchi wafanye kitu gani? Mnakamata mtu, mnarusha kwenye gari, mnakimbia naye mpaka mnapiga risasi. Mlitegemea wananchi wafanye kitu gani? Kwa sababu wananchi wamewazidi nguvu, mmeshindwa kuenda na wao watumio mnaosema kwamba mliwakamata. Mmeshindwa kuwapeleka pale mnapopeleka wengine. Mnakuja kusingizia kwamba mlikamata kiuhalali, mkawapeleka kituo cha polisi Tarime. Then bodaboda wakarudi kuja kufanya fujo. Nakuja. Mke wangu mmempiga bomu la nini mgongoni? Mke wangu mmempiga bomu la nini mgongoni? Mwanamke mpaka nazimia. Mngemuua, mngesema kitu gani? Yuko kwenye kazi yake. Binti yangu mmempiga kwa sababu gani? Alikuwa kwenye maandamano. Mimi nauliza nye polisi, binti yangu mmempiga kwa sababu gani? Yani askari kabisa aliyoenda mafunzo anadiriki kumpiga mtoto wangu na mti wa jembe kichwani na kifuani. Alivumiliki. I swear, alivumiliki. Narudia, alivumiliki polisi.
Nimezaliwa siku moja, nitakufa siku moja. Mimi ni yatima. Sina baba wala mama, sina mdogo wangu wala dada yangu. Familia yangu ndio ndugu zangu. Nimeipata kwa machungu, naitunza kwa shida, halafu bado mnakuja kuniumizia familia yangu. It is enough. Hatuwezi kuwa wajinga kiasi hichi. Imefika muda wa kujifunga mabomu tufe na nyie. Imefikia kipindi wa kujifunga mabomu kama Iraki tufe na nyie. Haliwezi kuvumilika.